Mambo vipi, karibu katika New Trending, na siku ya leo na kuletea orodha ya wasanii matajiri Tanzania, na orodha hii inaangalia mwaka 2026 kuelekea mwaka 2027, ambapo takwimu hii imetoka 2025 kutokana na mengi ambayo wasanii hawa wamefanya. Muziki wa Tanzania umeingia katika hatua mpya kabisa. Wasanii wameacha kutegemea kipaji pekee. Sasa wametengeneza biashara, media, brands na uwekezaji mbalimbali kwenye ardhi, lakini pia hata kwenye show za kimataifa. Orodha hii inaonyesha wasanii walioweza kubadilisha umaarufu kuwa utajiri wa kweli, na haya ni matokeo yao. Tunaanza top 10 yetu kuanzia namba 10 hadi namba 1. Namba 10 imekamatwa na msanii Billnass, ambapo yeye utajiri wake kwa makadirio na vitu vyote ambavyo ameweza kuwekeza vinakadiriwa kuwa na utajiri wa dola za Kimarekani milioni 7 hadi milioni 10. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 18 hadi bilioni 25. Billnass ni msanii wa hip hop ambaye pia ameweza kujiongeza kwa kufanya kolabo nyingi za ndani ya nchi ambazo zimeweza kumjengea heshima kubwa, lakini pia kupitia muziki wake na umaarufu wake amejikita katika biashara mbalimbali ikiwamo biashara ya simu, ambapo licha ya changamoto ambayo ilishawahi kutokea Oktoba 2025 tarehe 29 kwenye maandamano ambayo yaliweza kupelekea vurugu, kisha duka lake la simu likaweza kupitia changamoto kwa kuunguzwa, lakini baadaye alipokuja kuonyesha hasara ambayo ameipata katika duka lake, kulikutwa mamilioni ya fedha ambayo yaliteketea kwa moto, na hii iliweza kumuonyesha kabisa kwamba Billnass ni miongoni mwa wasanii matajiri. Licha kutikisika, lakini aliweza kusimama tena imara na kufungua duka kubwa zaidi ambalo halijawahi kutokea. Na kingine pia ni kwamba Billnass amekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wanawawezesha wasanii wengine kwa fedha. Yeye amesomea masuala ya fedha pamoja na uchumi, hivyo yuko vizuri. Katika wasanii ambao tunaambiwa ni wakopeshaji wa wasanii wengine ni Billnass. Hata Baba Levo kipindi ambacho bado hajawa mbunge alikuwa anaenda kukopa fedha nyingi sana kwa Billnass. Na show zake pia zimeweza kumfanya kwa mwaka kuzunguka nchi nzima, na hii imeweza kumtengenezea yeye mamilioni ya fedha kutokana na wadhamini ambao walikuwa wanazunguka nao kwenye show, ambapo alipita katika vyuo vyote vya nchi nzima. Billnass ni mfano wa msanii ambaye ameweza kupambana na amefanikiwa. Yeye yupo namba 10. Namba 9 imekamatwa na Mbosso Khan. Utajiri wake umeongezeka kwa kasi kubwa sana. Unakadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani dola milioni 8 hadi milioni 12. Kwa fedha ya Kitanzania ni sawa na bilioni 20 hadi bilioni 30. Mbosso ni msanii tishio kwa sasa. Mafanikio makubwa ameyapata baada ya kutoka katika record label yake ya WCB. Ameanza kujipambania mwenyewe, na kwa bahati nzuri nyimbo zake zimeweza kufanya maajabu makubwa kwenye tasnia ya Bongo Flava. Hakika albamu yake ya Room 3 wote tumeweza kuishuhudia, ambapo imekuja kuleta mapinduzi makubwa na kuonyesha umahiri wake katika hili. Ameweza kufanya show mbalimbali karibu kila sehemu, kila harusi ya tajiri yoyote ambayo unaifahamu, kutokea Zanzibari, kutokea Tanzania bara, kote Mbosso Khan amehusika. Si tu viongozi mbalimbali wa siasa wa serikalini, Mbosso anapendwa kila kona na amezunguka, na fedha ambayo anaingiza kwenye show ni kubwa zaidi, hadi kumfanya baada ya kutoka WCB ndani ya miezi mitatu tu Mbosso Khan ameonyesha jengo lake la ghorofa 2 ambalo sasa analimalizia, yani kajenga ndani ya miezi mitatu tu. Ukiachana na hili, Mbosso kwa siku anakadiriwa kuwa na show zaidi ya 2 kwa siku moja. Hii inamfanya kuwa busy siku zake zote na imemfanya kuingiza mamilioni ya fedha. Huyu ndo Mbosso Khan, yupo namba 9. Namba 8 yupo Zuchu, msanii kutoka record label ya WCB Wasafi. Utajiri wake unakadiriwa ni dola milioni 10 hadi dola milioni 15 za Kimarekani. Kwa fedha ya Kitanzania ni sawa na bilioni 25 mpaka bilioni 38. Zuchu anaendelea kupanda chati kutokana na ukubwa wake,
lakini pia heshima kubwa ambayo ameweza kuitengeneza kwa mwaka 2025 kwa kuweza kuperform kwenye matamasha makubwa zaidi ya kidunia ambayo yanafuatiliwa na wengi. Sote tumeona show nyingi za Zuchu katika viwanja vikubwa vya mpira, lakini pia mafanikio ambayo ameweza kuyapata kwenye muziki wake inamfanya thamani yake kuweza kuongezeka sana. Zuchu anakadiriwa kulipwa kila show moja dola za Kimarekani 100,000. Kumuona Zuchu popote pale ni zaidi ya milioni 200 hadi milioni 250 hadi 300. Hii inamfanya yeye kuweza kujikusania kiasi hiki kikubwa cha fedha na kuwa ni miongoni mwa wasanii ambao ni tishio na heshima yake ni kubwa, na sasa ndo msanii mkubwa wa kike Afrika Mashariki. Huyu ndo Zuchu, yupo namba 8. Namba 7 yupo The African Princess Nandy. Utajiri wake unakadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani milioni 12 hadi milioni 18. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 30 hadi bilioni 45 kutokana na uwekezaji na vitu ambavyo anavyomiliki. Nandy ni msanii wa kike tishio zaidi nchini Tanzania. Ameanza muziki kwa muda mrefu, ana zaidi ya miaka 15 kwenye game. Uwekezaji mkubwa ambao ameamua kuufanya Nandy ni kwenye ardhi, lakini pia kitu kikubwa ambacho kinamuingizia fedha nyingi ni kupitia show zake na muziki wake ambao unaenda mbali, lakini zaidi kupitia brandi yake ya bidhaa za vipodozi ambazo zinaenda kwa chapa ya jina lake. Bidhaa hizi zimepata umaarufu mkubwa sana, si tu Tanzania, hata Afrika nzima na dunia kwa ujumla. Namfanya Nandy kuweza kuingiza mamilioni ya fedha kupitia bidhaa zake hizi za lipstick, lip balm pamoja na bidhaa nyingine za urembo hasa kwa wanawake. Na Nandy pia amekuwa akionyesha jinsi ambavyo alivyojituma. Amewekeza kwenye apartment, kwenye kujenga villa pamoja na kununua viwanja vya gharama kubwa pembezoni mwa bahari. Hii inamfanya Nandy kuwa msanii namba 7 Tanzania mwenye pesa nyingi, na ndo msanii wa kike ambaye pia amedumu kwenye game kwa muda mrefu. Namba 6 imekamatwa na Toto Badi Mario. Utajiri wake unakadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani milioni 15 hadi dola za Kimarekani milioni 22. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 38 hadi bilioni 55. Mario ndiye msanii anayefanya makubwa zaidi kwa mwaka 2025-2026. Sote tumeweza kushuhudia ukubwa wa ajabu ambao haujawahi kutokea. Yeye si mtu wa kike, lakini nyimbo zake zikitoka zinaanza kutrendi kuanzia nyumba, mtaa, kijiji, kata, mkoa, kila sehemu. Kupitia nyimbo zake Mario amekuwa akipata show nyingi, tena malipo yake ni makubwa sana. Na yeye uwekezaji mkubwa ambao kaamua kuufanya ni kwenye kujenga majumba. Mario tunaambiwa ana apartment za kutosha zaidi ya 100 zilizopo Dar es Salaam. Na hii inamfanya Mario kuwa miongoni mwa wasanii matajiri zaidi, kwa sababu kwa mwaka 2025 ndo msanii nambari 1 aliyeongoza kwa kusikilizwa, kutazamwa na kupata downloads nyingi kuliko wasanii wote wale. Katika wasanii wote Mario ndo ameongoza kwa mwaka 2025 kuingia mwaka 2026 kutokana na nyimbo zake kufanya vizuri zaidi. Yeye ni msanii wa kizazi kipya, Gen Z kabisa, ambaye yupo katika orodha hii ya wasanii 10 matajiri. Yeye yupo namba 6. Namba 5 yupo Jux. Utajiri wake unakadiriwa kuwa dola za Kimarekani milioni 18 hadi dola za Kimarekani milioni 25. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 45 hadi bilioni 62. Jux anaendelea kupanua soko lake, ambapo sasa Jux ukimzungumzia unataja ameteka soko la Nigeria pamoja na Marekani kwa ujumla. Na katika viungo muhimu kabisa vya muziki wa kidunia, nchi hizi mbili ni nchi ambazo ndo nguzo kuu. Juma Jux amepita huko na amefika, ameteka, na sasa anaingiza pesa nyingi kupitia brand yake ya African Boy kwa kuuza nguo, lakini pia kupitia show zake pamoja na nyimbo nyingi ambazo ameshafanya kolabo na wasanii mbalimbali wa Nigeria. Show zake nyingi saizi zinafanyika huko, na tumeshuhudia kwa mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026 Jux aliweza kuandaa tamasha lake yeye mwenyewe
na kujaza uwanja kwa kuweza kuwajaza wa Nigeria wengi ambao waliweza kulipa kiasi kikubwa sana cha fedha kwa mtu mmoja. Kiingilio chake kilikuwa ni zaidi ya milioni 1 na aliweza kujaza watu wengi. Sasa hii imemfanya Juma Jux kuwa ni miongoni mwa wasanii tishio zaidi kwa upande wa East Africa, lakini pia saizi anatazamwa kwa listi ya wasanii wakubwa wa hapa Afrika kutokana na yeye pamoja na mpenzi wake Priscilla. Imemwongezea heshima na brand yake imezidi kukua. Priscilla ni mke wa Jux ambaye pia ametokea katika familia maarufu zaidi huko Nigeria. Yeye yupo namba 5. Namba 4 yupo Harmonize. Yeye utajiri wake unakadiliwa kuwa dola za Kimarekani milioni 20 hadi dola za Kimarekani milioni 28. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 50 hadi bilioni 70. Harmonize ana vyanzo vingi vya mapato. Ukiachana na nyimbo zake, show nyingi ambazo anazifanya, biashara na endorsement ndo zinamfanya Harmonize kuingiza pesa nyingi. Lakini pia ni msanii ambaye ni tishio kwa sababu katika kitu ambacho Harmonize kakifanya ni kuwekeza kwenye ardhi, ambapo sasa anakuwa ndo msanii wa kwanza Tanzania mwenye nyumba nzuri kali kuliko zote. Zile nyumba ambazo tunaziona kwa mastaa wakubwa huko duniani, Harmonize ameweza kuheshimisha industry na kujiheshimisha yeye mwenyewe na kuonyesha kabisa kwamba kila kitu kinawezekana. Kupitia mjengo wake ambao anauonyesha umeweza kubeba nusu ya fedha ambazo anazimiliki. Na ndio maana utajiri wake wote umekuja kujumuishwa na kukuta kwamba Harmonize ana zaidi ya bilioni 50 na ndio msanii namba 4 tajiri zaidi nchini Tanzania. Namba 3 yupo Rayvanny ambapo utajiri wake ni dola za Kimarekani dola milioni 25 mpaka dola za Kimarekani milioni 32. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 60 hadi bilioni 80 kwa fedha ambazo Rayvanny anazimiliki. Rayvanny ni msanii mkubwa ambaye kapenya kimataifa kwa kasi kubwa ya ajabu. Kupitia wimbo wake wa Tetema umeweza kumfungulia milango ya dunia. Wimbo wake huu kwa mwaka 2025 uliweza kumuingizia mabilioni ya fedha, ambapo iliweza kumfanya yeye kumiliki magari ya kifahari, kununua kwa mpigo Rolls Royce pamoja na G-Wagon. Gari hizi ni miongoni mwa gari za thamani sana. Rayvanny alichukua fedha kidogo tu kutoka mfuko wake na kuweka hapo, kisha kuzishusha gari hizi kwa mara moja Tanzania. Haijawahi kutokea na sio kitu rahisi. Rayvanny pia wimbo wake umeweza kumfanya kupata remix kubwa sana, ambapo wimbo huu umewekwa katika channel ya pili ya ukubwa kwa subscribers duniani. Na hii imemfanya Rayvanny kushirikiana na wasanii wakubwa kutoka mataifa makubwa ambao wana nguvu kubwa kimitandao, lakini pia ni wakubwa kiuchumi, na inamfanya yeye pia kuzidi kuwa tajiri zaidi. Wimbo wa Tetema umebadilisha maisha ya Rayvanny na kumfanya kuwa msanii namba 3 nchini Tanzania kwa utajiri. Namba 2 yupo Ali Kiba ambapo utajiri wake unakadiliwa kuwa ni dola za Kimarekani milioni 30 hadi dola za Kimarekani milioni 38. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 75 hadi bilioni 95. Ali Kiba ni msanii mwenye hadhi ya kimataifa na heshima yake kubwa kwenye tasnia ya Bongo Flava ni kubwa kwa kuwa kwenye muziki kwa zaidi ya miaka 25, na yeye inamfanya kuwa na heshima zaidi kwa kuwa ameshaanzisha kituo chake cha radio na TV ambapo inaenda kwa jina la Crown Media, na katika kituo chake hiki ndio kituo bora zaidi ambacho saizi kinasikilizwa, kinatazamwa na kinafuatiliwa na watu wengi. Imekuwa ni media kubwa zaidi ambayo sasa inamfanya Ali Kiba kuingiza mabilioni ya fedha kupitia vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea katika media ya Crown Media. Inamfanya Ali Kiba kuweza kuingiza pesa nyingi kupitia endorsement. Na uzuri ni kwamba madili yote ambayo yanaenda katika media yake yanaenda kwa namna mbili. Yanaenda kama yeye akiwa ni boss, mkurugenzi, lakini pia yanaenda akiwa yeye kama msanii. Inamfanya Ali Kiba kuingiza pesa mara mbili zaidi, na kampuni mbalimbali kubwa anazofanya nazo kazi ni miongoni pia mwa baadhi ya benki kubwa ambazo zina nguvu kubwa hapa Afrika. Lakini pia muziki wake umempa heshima kubwa, show zake zina thamani kubwa, brand yake ya utulivu mkubwa
inamfanya Alikiba kuwa msanii namba 2 mwenye pesa zaidi nchini Tanzania. Namba 1 imekamatwa na Diamond Platnumz, ambapo utajiri wake unakadiriwa ni dola za Kimarekani milioni 45 hadi dola za Kimarekani milioni 50. Kwa fedha ya Kitanzania ni bilioni 110 hadi Tanzania shilling bilioni 125. Diamond Platnumz bado anashika nafasi ya kwanza kwa kuwa msanii tajiri zaidi Tanzania. Mafanikio yake yanatokana na mchanganyiko wa muziki, show, media pamoja na biashara mbalimbali ambazo anazimiliki. Biashara hizo ambazo ameweza kuziwekeza ni pamoja na Wasafi Media, kuna Wasafi TV pamoja na Wasafi FM, lakini pia kuna WCB Wasafi Label, kuna Wasafi Soap, brand na endorsement kubwa Afrika, magari ya kifahari, safari za private jet na ratiba na show zake nyingi ambazo anaingiza. Hii inamfanya Diamond Platnumz kuwa na vyanzo vingi vya mapato ambavyo vyote vimetokana na muziki wake. Hadi kufika hapa, Diamond Platnumz ndo msanii tajiri zaidi nchini Tanzania. Na hii ndo orodha rasmi iliyowekwa wazi, iliyothibitishwa na kuelekeza kwamba hawa ndo wasanii 10 matajiri zaidi nchini Tanzania ambao wamekomaa na wako vizuri kiuchumi, na maanisha kifedha. Muziki wa sasa ni biashara kamili, na wasanii hawa wamejifunza kuwekeza, kupanua brandi zao na kuhakikisha kwamba wanabaki juu hata baada ya hits kupita. Hawa ndo vinara wa pesa, muziki na biashara Tanzania. Hakika inawezekana. Tukutane hapo chini kwenye comment kupitia listi hii. Usisahau kusubscribe kwa mengine mengi zaidi katika channel hii ya New Trend.